Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mambo huenda hayakuwa mazuri kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini kwa dalili hizi ambazo zinazoonekana kwa sasa kupitia uongozi wa klabu ya Simba, ni zaidi shaili ya kwamba wamedhamiria kwamba kwenda kufuta uteja kunako msimu ujao. Tayari majina ya wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye kikosi cha klabu ya Simba leo hii yameweza kuwekwa bayana, ya wachezaji ambao wameshuka kwenye kikosi cha klabu ya Simba, na Simba wanasema ya kwamba wanakwenda kuweza kulisimamisha taifa kwa sababu ya kile ambacho kinachokwenda kuonekana. Simba kukosa kwake hapa nazungumzia ubingwa mara 4 mfululizo wa ligi kuu ya NBC, lakini sambamba na makombe mengine imewafanya Wekundu wa Msimbazi Simba kufungua benki zao zote, kutumia mkwanja wao wote ili kuhakikisha kwamba vyuma hivi vinatua kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Sasa Simba na wakasema ya kwamba lazima kuna nyota wapungue kwenye kikosi chao. Utakwenda kujua kila kitu ambacho Simba wamekwenda kukifanya kwa siku ya leo, na kina nani hao ambao majina yao wameweza kuwekwa hadharani kwamba wanatua kwenye kikosi cha Simba. Utakwenda kufahamu kila kitu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia hawa ni Simba Sport Club katika mwendelezo wa taarifa zao. Wekundu wa Msimbazi Simba leo hii walikuwa na kikao kizito kabisa, wakiweza kujadili juu ya mustakabali wa msimu ujao, kwa sababu msimu umemalizika na cha kupata wamepata, cha kupoteza pia wamepoteza. Kwa hiyo hakuna haja ya kuanza kurudisha ya nyuma, lazima waangalie ni wapi mbele ambako wanakoelekea kwa wakati huu. Sasa Wekundu wa Msimbazi Simba kupitia kocha mkuu ambaye ni Bwana Fadlu Rahman Davis, ambaye ndiye kocha mkuu kwa sasa, ameweza kutoa ripoti yake kwa siku hii ya leo, na inaelezwa kwamba taarifa za uhakika kuwa ripoti ya kocha Fadlu aliyoiwasilishwa kwa viongozi wa Simba leo hii inaeleza msimamo wake mkali juu ya kuboresha kikosi cha Simba. Simba wanataka kurefusha mkataba wa kocha huyo raia wa Afrika Kusini, na hivyo ameuambia uongozi kuwa kama wanataka asaini lazima yeye mwenyewe ahusike katika uchaguzi wa wachezaji watakaomfaa kuelekea msimu ujao. Pia imeelezwa kuwa ripoti ya kocha huyo imehitaji panga kali kupita kwa wachezaji wengi watakaoondoka ili kupisha usajili mpya, na kocha huyo atahusika katika usajili kwa 100%. Unaona bana, kwa kile ambacho kocha huyo ameweza kukihitaji. Sasa wakati klabu ya Simba ikiweza kuwaondosha baadhi ya wachezaji, pia inaingiza wachezaji wapya katika maeneo ambayo klabu ya Simba wanaongeza ni golikipa Abel, miongoni mwa magolikipa ambao walikuwa pale kwenye kikosi cha Simba kama golikipa namba 3, amepewa mkono wa kwaheri ya kuonana na rasmi klabu ya soka ya Simba. Leo hii watakutana na wawakilishi wa mlinda mlango wa JKT Tanzania, nazungumzia Yakubu Suleiman, ili kukubaliana namna ya kukamilisha usajili wa golikipa huyo Mtanzania. Simba wanatarajia kuweza kuachana pia na golikipa Aishi Manula pamoja na Hussein Abel pia ataweza kuachwa. Kwa hiyo klabu hiyo na JKT wataingia katika meza kuweza kujadili kuhusiana na golikipa huyo kutoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Ni moja kati ya magolikipa wazuri kabisa ambao wanaweza kuifaa klabu ya soka ya Simba Sport Club. Lakini katika taarifa nyingine, Simba imekwenda kuweza kumsajili winga Salifu Diara kutoka kule ASEC Mimosas, ambapo anakuja kuchukua nafasi ya Joshua Mutale ambaye klabu ya Simba
wanaona kabisa katika safari yao hili jambo litakuwa ni gumu kuendelea na Joshua Mutale. Unaambiwa klabu ya Simba imeingia kwenye mazungumzo rasmi na winga hatari kutoka ASEC Mimosas Salifou Diarra Suba kwenye namna kuweza kumpata. Salifou ana umri wa miaka 23, raia wa Ivory Coast. Taarifa zinaeleza kuwa Diarra Suba tayari ameonyesha nia kutoa Msimbazi baada ya kukubali masharti ya awali, huku hatua nyingine zikiendelea kukamilishwa ili kufanikisha usajili wake. Kwa sasa uamuzi uko mikononi mwa uongozi wa Simba kuhakikisha dili hilo linakamilika mapema kabla ya dirisha la usajili kuweza kufungwa kunako ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Kwa hiyo unaweza kujiuliza ni namna gani ambavyo klabu ya Simba inahakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Lakini katika hatua nyingine Simba wanatua sasa kwa Musa Conte mazima kabisa. Timu ya wekundu wa Msimbazi Simba ipo katika hatua ya mwisho ya kuwania saini ya kiungo wa dimba la chini. Hapa nazungumzia kutoka Ex-Fasieni mwenye uraia wa Mali ambaye ni Musa Conte, umri wa miaka 21. Kimsingi nyota huyo bado ana mkataba na klabu yake mpaka Juni 30, 2026, lakini kutokana na kutopewa maslahi yake ikiwa ni pamoja na mishahara ya miezi kadhaa pamoja na pesa ya usajili kwa wakati, nyota huyo hana furaha tena kuhudumu katika kikosi hicho na anaomba kuondoka ndani ya viunga vya timu hiyo. Wekundu wa Msimbazi Simba ndio ambao wanafanya jitihada za kuhakikisha wanaipata saini ya nyota huyo kuliko timu yoyote, ambapo pengine pia sasa hapo unaweza kujiuliza namna gani ambavyo klabu ya Simba itafanya liwalo na liwe wanaweza kupata hapa nazungumzia saini yake mapema kabisa kunako katika klabu yao. Musa Conte anawaniwa na vilabu vingine kutoka Ufaransa ambavyo vimeweza kuweka ushindani katika hilo. Tusubiri kuweza kuona tajiri Mo Dewji atakuja na lipi katika haya ambayo yanayotajwa. Lakini bado klabu ya Simba haijakata tamaa juu ya dili la kumsajili kiungo mshambuliaji wa klabu ya Azam FC. Nazungumzia si mwingine bado nazungumzia huyu hapa nazungumzia Feitoto, ambapo inaelezwa kwamba bado mazungumzo yanaendelea juu ya kuweza kukamilisha sajili yake kunako kikosi cha klabu ya Simba, huku tajiri Mo Dewji akimtaja Feitoto kama miongoni mwa project zijazo katika kikosi cha klabu ya Simba kutokana na umaili wake, na kocha Fadlu Davis hana pingamizi katika hilo, huku akiweza kumtaja kama kusema kama ni moja kati ya namba 10 bora ambao akifanikiwa kumpata basi shida iliyopo katika eneo la ushambuliaji kwa klabu ya Simba huenda likapata tiba zaidi. Sasa wakati majina mengine yakiendelea kutajwa juu ya kuondoka kwenye kikosi hicho, pia kulikuwepo na jina la kiungo mkabaji Deborah Fernandez Mavambo ambaye yeye pia amehusishwa juu ya kuondoka kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Inaelezwa kwamba taarifa ambazo zipo kwa wakati huu ni kwamba klabu ya Simba imejipanga kufanya kweli katika michuano ya kimataifa msimu ujao, hivyo suala kuboresha kikosi chao limekuwa la kwanza kabisa na tayari mchakato huo umeanza mapema. Inaelezwa kuwa Simba imeanza kusaka mbadala wa kiungo mkabaji Deborah Fernandez Mavambo ambaye tangu atue kwa wanalunyasi ameshindwa kufikia matarajio yao. Wakati anatambulishwa katika dirisha kubwa la usajili lililopita, wana Simba walikuwa na matumaini makubwa sana, lakini hali imekuwa tofauti, kwani kiungo huyo ameshindwa kulishawishi benchi la ufundi mpaka sasa, dimba la kati likitawaliwa vyema na mzawa Yusufu Kagoma. Viongozi wa Simba wametua DRC ya Kongo katika klabu ya AC Maniema na jicho lao limemuona kiungo fundi mkata umeme haswa anaitwa Onoya Sangana mwenye umri wa miaka 24. Onoya ni mbadala sahihi wa Deborah na wana Simba wanajivunia usajili huu pale utakapokamilika, kwani mchezaji huyo anaweza kucheza kama kiungo mkabaji kwa ufasaha, lakini pia kiungo mshambuliaji. Chanzo cha kuaminika kimeeleza kuwa tayari viongozi wa Simba wameshaanza mazungumzo na klabu yake ya AC Maniema ili kumnasa Onoya, lakini pia mpango ukiwa ni kumtoa Deborah kwa mkopo. AC Maniema ndio klabu ambayo aliwahi kupita pale. Unazungumzia moja kati ya washambuliaji hatari kutoka katika klabu ya soka ya Yanga. Nazungumzia si mwingine bali ni Maxim pia Nzingeli na wengine kibao ambao waliwahi kupita kwenye klabu hiyo. Weka maoni yako
hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii. Vipi wewe unauonaje usajili wa klabu ya soka ya Simba kunako msimu ujao katika yale mapendekezo ambayo klabu ya Simba wanakwenda kuyapendekeza? Lakini bado pia taarifa zitaendelea kuwa nyingi juu ya wachezaji ambao wataendelea kusalia na wengine wataondoka kwenye kikosi chao. Weka maoni yako hapo chini katika upande